Ndugu zangu, umewahi kuhisi unahitaji mahusiano ya karibu na Mungu kama watu wengine wanavyosimulia wema wake, lakini unapojaribu unahisi kama mambo hayana maana? Unahisi Mungu hanisikii au sistahili? Haupo peke yako. Hata mimi nimepitia kipindi hiko, nikidhani labda Mungu ni wa wengine, lakini si wangu. Siwezi kumuomba kitu maana hawezi kunisikia, mpaka pale nilipojileta karibu zaidi kwake ili nimfahamu yeye kweli na njia zake na kwa nini hali hii inatokea. Ndipo nikafahamu ukweli. Mtume Paulo anaandika katika Warumi 3 mstari wa 28, basi twajua ya kuwa mwanadamu huhesabiwa haki kwa imani pasipo matendo ya sheria. Watu wengi hufifia kwenye imani, neno dogo lakini lenye kina zaidi. Unapomtafuta Mungu kwa sababu unataka akutatulie matatizo tu, mara nyingi utachoka. Lakini unapomtafuta Mungu kwa sababu unataka kumjua, hapo ndipo maisha yanaanza kubadilika, na maana hii inaanzia kwenye imani. Waibrania 11 mstari wa 1, imani ni kuwa na hakika ya mambo yatarajiwayo, ni bayana ya mambo yasiyoonekana. Unapomwamini Mungu kwa hakika ya mambo yatarajiwayo, bayana ya mambo yasiyoonekana, tayari wewe ni mshindi. Hakika ya mambo yatarajiwayo sio kumuomba chanzo hekima, lakini huiishi hekima ndani yako. Sio kumuomba kuondolee hasira, lakini huishi kunyamaza pale hasira inapotokea. Mungu hatuongozi sisi kama watumwa. Hutuongoza kwa mahusiano ya baba na mwanawe. Yeye hunena tu, uwe hodari na moyo wa ushujaa. Sio uhangaike kuwa hivyo. Tayari ashanena ndani yako. Wewe ni kuamini tayari umeshakuwa na kuishi kama hodari na shujaa anavyoishi. Kama ulikuwa unaogopa, sasa unaondoa uoga. Kama ulikuwa na hasira, unapuuzia ikija. Hii ndo imani. Una hakika tayari ya mambo ambayo unatarajia kuyafikia kwa kuyaishi na kujiandaa. Mungu aliposema iwe nuru, hakujenga miundombinu kwanza. Alitamka tu na uhai ndani ya neno lake ukaleta matokeo. Nawe pia unamuomba lakini humuhisi kwa sababu unamtumia si kuruhusu mahusiano naye. Ili unachomuomba akisema kuwa upate nguvu za kutia juhudi kukiishi hata kabla hujakiona, lakini umeshakiona kwa imani. Natumai nimezungumza na ndugu zangu leo, na hiyo ni faraja na furaha ya mbinguni. Tuombe. Mungu, tujalie matumaini kwako wewe kwa mioyo yetu yote, wala tusizitegemea akili zetu wenyewe. Katika njia zetu zote tukukiri wewe. Amen.